unaisikiliza mpenzi msikilizaji kutoka RMP Radio. Labda utasema ya kwamba kipi, tayari tuna msanii humu ndani ambaye anafanya gospel. Wengi tunamjua sana kipindi kilichopita, lakini kulifika mida hapa akaweza kutoka nyumbani kwetu Uvira, na hivi tayari amesharudi tena hapa. Tuko naye ndani ya The Big House, ndani ya studio tayari, ndani ya Radio Le Message du Peuple. Luis David Mukobelwa, lakini kwa sasa wengine wanamuita David Baraka. Karibu tena kwa mara nyingine bro. Asante sana ndugu yangu. Ni kwa mara nyingi sana tuonane na tunakutana tena kwenye kipindi chetu hapa ambacho ni Espace du Peuple. Ya inakuwa siku za kutosha na miaka, nadhani miaka. Okay. Yeah. Na kwa sasa unafanyia kazi zako huko Burundi. Kabla hujafikia huko, unaitwa, sisi tulimekuzoea kwa jina ya David Mukobelwa. Imekuwaje Baraka ikakuja? Ya Baraka imekuja kupitia ushuhuda fulani. Ilikuwa ni kama unabii. Yeah. Unaona? Nimezaliwa katika familia ya Kikristo. Yep. Na baba yetu anaitwa Mukobelwa Nyangi. Ni pastor, lakini mimi ni David Mukobelwa, ili ni jina langu la kizalikio. Yep. Lakini wakati nilikuwa kwenye kipindi cha maombi, nikaambiwa kwamba mimi inabidi niwe na ilikuwa ni unabii fulani, sijui kwamba inalazimika niongee. kama Mungu ameruhusu. Kama Mungu ameruhusu. Acha niongee kwamba tu ni kitu kama ushuhuda ambao Mungu ameipitiliza kwangu. Okay. Alafu nikapata unabii fulani kwa sababu ya jina langu. Ilibidi niongeze kidogo pale ili ya kwamba nitimize ahadi ambazo inabidi mimi nitembelee. Okay. Kwa maana nimeongeza Baraka, nikaongeza na faith. Faith, yeah, ni Kiingereza, lakini faith iko na maana gani? Ina maana ya imani. Yani faith ni imani, la foi. Yeah. Alafu nikaongeza imani. Ya ile imani ilitokana tu na namna ambayo Mungu alitaka mimi nitembelee. Ndio kwa maana nimeongeza hizo jina, lakini Mukobelwa angali hapo tu. Okay. Kwa hiyo Mukobelwa hipo, lakini kutokana na unabii ndio ikakuja Baraka. Yeah. Naam. Bwana David Baraka, tumekuzoea sana hapa nyumbani, ulikuwa ukitembelea kwenye group fulani hivi. Dio. Na ulikuwa pia mmiliki kama kiongozi wa group ambayo inaitwa JDA. JDA, ndio. Mimi ni kiongozi. Okay. Kiongozi ama ulikuwa kiongozi? Mimi ningali kiongozi. Mimi ni kiongozi wa JDA Ministries na ninabeba maono. Yani niko visionnaire. Okay. Fondateur. Imanishi kwamba ninabeba kitu kama kiangu kivile, ni kitu cha Mungu. Unaona? Na kubeba maono imanishi kwamba mimi ninapaswa kutia dictature, napaswa kubeba kitu, lakini hapo kuna viongozi sasa. Okay. Naweza beba maono, lakini kuna viongozi ambao wanaongoza JDA, kwa sababu JDA sio tu Uvira. JDA iko Burundi, iko Uganda, na mahali pengi. Alafu kuna viongozi ambao wanaongoza JDA. Mimi ni kama tu maono tu, mbeba maono, na JDA iko tu vizuri. Na kwa sasa unaishi huko Burundi. Dio. Na ukisema kwamba JDA iko tu Uvira, sisi tutakuwa kabisa tunaelewa nini wakati wewe kiongozi hupo hapa nyumbani? Yeah. Ulimeondoka na JDA huko Burundi, ama kuna JDA ambayo iko Burundi na Uvira? Ya Burundi kuna JDA